Naitwa Precious Imani, wengi mnafahamu. Tutoe ushuhuda mfupi kuhusu huyu mama. Pale ofisini kwetu tunafundisha vijana wa baba wa mama, na wakati ameandika barua ya kuomba nafasi ya kujifunza masuala ya video production, tulimkubalia. Alipitia changamoto nyingi. Unajua, unapokuwa unajifunza alafu wewe ni mke wa mtu, kuna changamoto nyingi, kina mama wanafahamu. Alipitia changamoto. Sisi kama tunafahamu changamoto aliyopitia, lakini alijikaza na alijitahidi. Katika masomo yake alifaulu. Amen. Ni mama ambaye ana heshima zake. Amen. Hao mabinti mnaowaona pia tunajifundisha wote pale kama vile pictures na wanafaulu. Nitoe tu ushuhuda mfupi, mnipe nafasi kidogo ya kumshukuru Mungu pia na mimi binafsi. Kwa sababu nasali kanisa tofauti na hili, sadaka yangu ya shukrani kwa kuwa nimesali hapa na mimi niache hapa. Kwa wale ambao wanaweza kumwajiri sasa, wanaweza kumwajiri kwa sababu ana cheti cha kutoka VETA. Amesoma masomo ya video production, masuala ya graphics anajua, Grace anajua na mume wake alimruhusu, na hivi ana cheti. Kwa hiyo kama mtapata nafasi ya kumwajiri kupitia cheti kile cha kutoka VETA, basi mwajiri huyu mama. Anajitahidi, ni mwaminifu sana. Na kwa kuwa tumepata na sisi kama mjukuu, tukasema tutajitahidi kuwepo, tumpige hata picha 2 au 3 za kumbukumbu, iwe pia kumbukumbu kwenye maisha yao. Jana nilikuwa nakula sehemu saa 7 za usiku baada ya kutoka kwenye shughuli zangu, nilipushiwa na gari. Na mnavyoniona hapa huko mgongoni na nina maumivu, lakini sikutaka nikae nyumbani. Nikasema nije nimshukuru Mungu. Mungu wetu ni wa ajabu sana. Gari Land Cruiser lilifeli, jamaa akawa amempushi wa toroli kaja na matairi kanigonga kwenye mgongo. Nilipokuwa nimekaa, nikaona kwamba Mungu amenitoa kwenye mauti. 2024 mwaka jana nilipata ajali kubwa na gari ambalo tunalolitumia Prekama. Kama watu wanafahamu, stesheni kulikuwa kuna gari lilifeli brake likagonga ukuta wa stesheni. Kwa wale ambao walitembelea stesheni mwezi wa 12 wanaelewa. Kwa kweli siamini kwamba Mungu bado ananipenda. Nilitoka kwenye umauti. Jana tena wakati nimegongwa na hilo toroli kupitia Land Cruiser liko push hilo toroli, nasema hii toroli mbona kama ilikuwa kwa ajili yangu kuniokoa. Haki ya Mungu, toroli isingekuwepo pale, mimi nilikuwa nimegongwa na hilo gari. Kwa sababu baada ya kugongwa toroli, mimi ndio nilikuwa nafuatia. Toroli isingekuwepo na maana gari lingenigonga. Nipo naangalia namna gani ambavyo Mungu anavyonitoa kwenye mauti. Wafundisheni watoto kumjua Mungu wa kweli. Wahubirini watu kujua Mungu wa kweli. Na Mungu wa baba yangu mimi, huyo Mungu ndiye anayemfundisha watoto wangu. Sikiliza namna ambavyo mtakavyowafundisha watoto wenu mnapokuwa nyumbani. Familia yangu iko Dodoma, mimi nafanyia kazi hapa. Lakini kila asubuhi saa 11 mtoto anapoenda shuleni, mke wangu ananipigia simu. Mtoto wangu ananiombea, baba, naomba ukienda kazini, ukiendesha gari lako, Mungu akulinde. Na mimi nasema amina. Ukienda kazi, ukienda shuleni, ukirudi, Mungu akulinde. Wakitoka kazini, baba umerudi salama nyumbani? Na mimi nasema ndio, nashukuru sana, tuombe, tunaomba. Na wafundisha namna gani ambavyo wake zetu pia ambao wameokoka wanavyowafundisha watoto namna ya kujua Mungu. Isingekuwa maneno ya Mungu na isingekuwa maombi ya watoto wangu mimi, kwa kweli hapa duniani nisingekuwepo tena. Mimi naona kwamba watoto wangu wananiombea sana. Sisi wanaume tuna mambo mengi, wakati mwingine tunajisahau kuomba. Lakini ukiwafundisha watoto wa kuombea, maombi yale yanafanya kazi. Watumishi, nawashukuru kunipa nafasi. Mungu awabariki. Kumbukeni maombi yenu, sisi tunaotembea barabarani yanatusaidia sana. Mungu awabariki. Ndio tunafamilia ya